you to stop where you are. I want you to hear your heart, 'cause that's how you stay on par. Oh yeah, no need to raise the bar when you're feeling low. Oh, you gotta breathe, 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 breathe. Let it go and let it be, 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 be. Yeah, I hope that you're listening. There's only one thing you know you gotta do. That's breathe, breathe, breathe. Life seems like one big test with barely much time to rest. It goes right when you go left. It's more than you can digest, but nobody's gonna die if you say you need some time to step back and clear your mind. Yeah, everyone will be fine. All you need to know is all you gotta breathe, 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 breathe. Let it go and let it be, 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 be. I hope that you're listening. There's only one thing you know you gotta do. That's breathe, breathe, breathe. Now breathe in and breathe out. Now breathe in and breathe out. Have faith and no doubt. You're gonna realize that's what life is all about. You just gotta breathe, 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 breathe. Let it go and let it be, 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 be. Yeah, I hope that you're listening. There's only one thing you know you gotta do. That's breathe, breathe, breathe. Yeah, all you gotta do is breathe, breathe. Kufunga ndoa ili tumkaribishe madhabahuni. Kama si yeye ataishia hapo, hawezi kusogea mbele. Ndio huyu anatarajia kufunga ndoa. Basi baada kama ndio mwenyewe tunaomba uweze kumleta huku pamoja na wadhamini wenu wote wasindikiza mje mbele moja kwa moja, mchungaji aje aifanye kazi yake. DJ tumetee maharusi wetu tafadhali. Haleluya. Nisambaze mitandao yote ulimwengu. Ndoa ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni somo langu linasema tu ndoa ni nini? Ndio ndoa ni nini? Kwa sababu watu wengi wanasema sijafunga ndoa. Tunaishi tu. Hatujafunga ndoa, tunaishi tu. Sometimes unaona kuna lugha mladi nilisikia mahali sijui nimeisahau tu, lakini
Huyo mtu nikamuuliza, akaniambia mimi sijafunga ndoa. Tulikutana chuoni tukaanza maisha. Hapa kanitakia sijui inaitwaje kwa kisasa. Wanahitaji eti mtu ambaye anaishi na wenzake ambao hajafunga ndoa. Karibu tuishi. Na nyingine ipo. Kuna nyingine nilisikia. Kwa hiyo ndoa ni nini? Maana mtu amekaa na wenzake wanaishi pamoja, lakini wanasema hawana ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ngoja nikupe tafsiri hii. Ndoa ni makubaliano ya hiari ya watu wawili wa jinsia tofauti. Haleluya. Ndoa ni makubaliano ya hiari ya watu wawili wa jinsia tofauti wenye sifa za kuwa na umri unaoruhusiwa na Mungu au na sheria za nchi husika au na mila na desturi zao. Haleluya. Unaona hapo tumetembea maeneo mengi kidogo Ndoa hapa tunasema ni makubaliano ya watu wawili wa jinsia tofauti. Makubaliano yale yanakuwa ni ya hiari. Ndio? Yanakuwa ya hiari. Na hao wanaokubaliana wawe ni jinsia tofauti, lakini bado wawe na sifa. Ndio? Wawe na sifa za umri. Za umri unaokubalika kisheria. Unaokubalika mbele za Mungu na unaokubalika kisheria au kwa mila na desturi za watu. Haleluya. Hawa watu lazima wawe na jinsia tofauti. Wanakutana, wanakubaliana kwa hiari, wanazungumza. Bwana, mimi naitwa Mdachi, huyu anaitwa Recho, tukubaliane. Mimi nataka nikuoe. Basi na huyu anasema nimekubali niolewe, tuoane. Tuishi pamoja kwa hiari. Sio kwa kulazimishwa, sio kwa kusukumwa, sio kwa kushawishiwa, sio kwa sababu umemwona fulani kaoa na wewe unaoa, au kwa sababu umemwona fulani kaolewa na wewe unaolewa. Lakini pia kuna sifa hapa ambazo zinapaswa kuwepo. Kuna sifa ambazo au vigezo vinatakiwa ambavyo vinaweza kumfanya mtu awe mke wa mtu au mume wa mtu. Na vile vigezo au zile sifa tumeona pia kwa Mungu alikuwa anawaagiza Waisraeli, hasa upande wa wanaume. Alikuwa anasema mtu akitaka kwenda vitani, sikia vitani maana yake anaanza kutoka kwenye umri wa utoto anaingia kwenye umri wa ujana. Kijana wa Israeli alikuwa akipata sifa za kwenda kuoa au akienda kuolewa, ilikuwa inaanza na miaka 20. Haleluya. Kijana wa miaka 20 alikuwa anatakiwa kwenda kuoa, anaruhusiwa kwenda vitani, anatakiwa kwenda kufanya kazi, anatakiwa kwenda kujitegemea na kufanya nyingine. Kadri miaka ilivyoenda, nchi tawala mbalimbali zilipoendelea, walianza kutafuta namna nzuri ya kuweza kuwafanya watu wenye sifa za kuoana wawe na umri gani. Kwa upande wa Tanzania tukaangukia kwenye miaka 18, si ndio? Kuanzia miaka 18 mtu anapaswa kufanya nini? Kujitegemea. Sifa za kujitegemea maana yake ni kwamba unapaswa kuwa kwako, baba yako asikupe chakula tena, baba yako asikununulie mavazi tena. Kama anakupatia mavazi au chakula au chochote, atakupa tu kwa hiari, kwa kupenda, lakini tayari wewe umeshaingia kwenye sifa za kujitegemea. Sijui kama naeleweka mpaka hapo. Kama kuna mtu mmoja ananielewa aseme amina kubwa nisikie.
Pigie Bwana Yesu makofi kama unaweza kujisema. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna sifa hizo. Katika taifa la Tanzania hakuna mtu mwenye sifa ya kumooa mwanaume mwenzake. Wala hakuna sifa za mwanamke kuolewa na mwanamke mwenzake, si ndio? Au ipo jamani? Mkoa gani? Haipo. Wewe hakuna sifa wala haipo kwa Mungu pia, sio Tanzania tu. Haipo hata kwa Mungu. Mungu haruhusu mwanamke aolewe na mwanamke au mwanaume aolewe na mwanaume. Haipo hiyo. Sifa za mtu huyu zikifikia, kama umri umefika, anapaswa atafute mtu wa jinsia nyingine waweze kukubaliana kwa hiari yao kisha wafunge ndoa. Ijapo kumekuwa pia na dunia ambayo ina ushawishi mwingine ambao sio mzuri. Mtu anaweza kushawishiwa na ndugu zake, muoe fulani. Kwa mimi bado sitaki kuoa sasa hivi. Yule binti tumempenda, yule kijana hivi na hivi. Basi mtu anashawishiwa, anamchukua mwenzake bila yeye kufanya nini? Kupenda. Mwisho wa siku wanakuwa hawana amani kwa sababu hakupewa anachotaka. Amelazimishiwa. Kama kuna tajiri moja nilimsikia mahali anasema, mwanangu hawezi kwenda kuoa kwenye nyumba ya masikini, kwa sababu sisi ni royal family, tutaoa royal family. Imeandikwa kwenye Biblia. Kwamba sababu sisi ni matajiri, kwa hiyo tutamlazimisha mtoto wetu atafute mtoto wa tajiri mwenzake. Kwa hata kama Mungu alimpa mtoto mke kutoka kwenye nyumba ya familia ambayo haina uwezo, au kijana anatoka kwenye familia ambayo haina uwezo, basi kwa sababu ya sheria za baba yao na mama yao za kutaka kwamba huyu mtoto akaolewe na wenye mali wenzake, maana yake atapewa msumari utakokuwa unamchoma kila usiku, kila wakati, na mwisho ile ndoa inaweza kuharibika. Kwa nini? Kwa sababu hajapewa anachokitaka. Sijui kama naeleweka. Sema kama inaeleweka, sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tafsiri ya ndoa ipo mfano huu. Tumeona kwa upande wa Tanzania, upande wa sheria unaruhusu kwamba mtu aoe akiwa na umri wa 18 kuendelea, kujitegemea. Hiyo imezungumza kujitegemea, lakini swala la kuoa unaweza likaenda. Ndio maana unaona watu bado wanasoma huko chuoni, ana miaka 10 na miaka 20, miaka 25, miaka 30, mtu anasoma. Ijapo shetani alikuja kuingia na kuharibu viongozi, kuharibu vijana wetu wanapoingia kwenye mahusiano kabla ya kuoa au kuolewa. Shikilia mpaka leo wakisema kwamba mwanamke alilaaniwa, atazaa uchungu, akafanya nini, na mwanaume anaenda kula kwa jasho. Kwa hiyo wakatengana. Walipotengana, kila mtu akaanza kwenda kwenye mtembeo wake, na huo mtembeo umekuwa ukiwapiga watu mpaka leo. Na ndio maana tunapoelekea huko bado kuna watu wamekandamizwa, wameminywa. Mwanamke ameminywa mpaka hapumui tena. Akipumulia atapumulia kaburini, lakini sio duniani. Lakini leo Mungu anakwenda kuleta maana nzuri sana katika maisha yetu. Sema amina. Sema napokea baraka siku ya leo. Kwa aliwabariki, akawaambia wakatawale, akawapa watawale papi, samaki wa baharini, ndege wa angani, na vitu vyote vya kufuga, na wanyama wa porini, maji, madini, fedha, vitu vyote vya kiroho na vya kimwili pia. Haleluya. Nataka nianze kufungisha hii ndoa. Mama wapande hapa juu. Hapa hivi. Jamani, mshikeni malikia vizuri. Hapo ngazi ya pili bado haijakaa sawa. Yule aliyeandaliwa kumtoa Merisiana aolewe. Kama yupo naomba maiki tuweze kumpa aweze kusema. Yule ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kumtoa Merisiana aolewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kweli wa Mungu, tunasimama hapa uwepo wa binti wa kwetu. Mimi ndiye niliyetoa idhini aweze kuweza kuishi na mwenza wake. Mungu awasaidie. Amen. Aolewe. Naomba
Muangaliane kwanza hivi. Jikani. Kila mtu muangalie mwenzake. Sana. Jamani mnawaona? Wanaonekana? Mbona wengine wamekaa? Yaani na maana Malkia amesimama, nyewe mmekaa. Malkia akisimama lazima na wewe usimame. Kwa sababu hawa ndio waheshimiwa waliosimamisha shughuli zetu hapa. Haleluya. Wamesimamisha mambo yetu leo. Hao yakoje simama? Naomba nipunguzie mwanga kidogo. Sauti yangu ikae vizuri. Ninaomba alama zile za ushahidi, pete zao. Naziomba pete zao. Hizi pete ni ishara ya upendo ambao hauna mkato wala makunyanzi. Pete ya ndoa haitakiwi kuwa na kwazo. Yaani inakuwa smooth, line kabisa. Na hizi hapa zote mbili nimeziona. Kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo, ninazitakasa hizi pete. Nazitakasa hizi pete, nazisafisha, nazikomboa kutoka katika material walivyozitengeneza kuzinuizia manuizi yao na chochote walichofanya huko, matamshi na yafuta, na kila aina ya roho, ikiwa ni roho ya mchumi wa giza aliyetengeneza kwa faida ili aweze kuwavuta wengi na kuwaua wengi, na inavunja kila agano kwenye hizi pete katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kidole cha pete ni kile cha pili kutoka kule. Sawa? Hebu shika mkono wa huyu mtarajiwa. Kwa mkono unaonekana ni laini leo. Unaenda kwenye kiapo cha agano la ndoa sasa. Sema, mimi Hamisi Andrea Charles na kupokea na kukubali wewe Merisiana Aaron uwe mke wangu wa halali mbele za Mungu na kanisa. Nami naahidi kukupenda, kukutunza na kukuombea, na kuahidi kutokuwa na mwanamke mwingine, na kuahidi kutokuwa na mwanamke mwingine katika mahusiano zaidi yako wewe. Mungu nisaidie. Na tubariki katika jina la Yesu. Amen. Mvalishe sasa. Pole. Usiumize mkono wa Malkia. Pole. Hidi kutokuwa na mwanaume mwingine katika mahusiano zaidi yako wewe. Mungu nisaidie. Na kutubariki katika jina la Yesu. Sema amen. Makofi kwake. Sasa mbalishe pete ya ndoa. Sawa. Makofi kwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, imeenda jana. Pigia Bwana Yesu makofi kama unaelewa.
mama atakuja baadaye. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Haya mambo yalifanyika pia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 24 mstari wa 12, ambayo ilikuwa ni ishara ya upendo. Ishara ya upendo na agano la uaminifu kwao la ndoa. Na tayari wameshapokea pete, na kwa jina la Yesu Kristo tutawaombea muda si mrefu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka sasa nitoe tangazo. Naomba mshikane mikono sasa. Tayari nyinyi ni mke na mume. Kuanzia sasa nataka nitangaze mbele ya watakatifu wote hao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mamlaka niliyopewa na Yesu na Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, lakini pia na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninawatangaza Hamis Andrea Charles pamoja na Merciana Aaron Mwanamanoni kuwa ni mume na mke kuanzia sasa. Naomba tusimame kanisa zima tumshukuru Mungu kwa pamoja.
mengi na vigelegele kwa ajili ya vijana hawa. Ni vijana wa hapa nyumbani, basi wanapatikana hapa Arusha. Studio moja kwa moja niletee bwana na bibi harusi, Mr. and Mrs. Andre, ambao basi Mungu ameenda kuunganisha kwa siku hii ya leo na sisi tukiwa mashuhuda katika ukumbi huu. Walete taratibu kabisa. Twende studio. Safi kabisa. Leo ni siku ya furaha ya watu fulani waliochaguliwa na Mungu. Haleluya. Basi wacha tumshukuru Mungu kwa ajili ya kufungua kwa sala. Haleluya. Inamisha kichwa chako tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya neema na fursa ambayo umetupatia siku ya leo kufurahia Bwana nafasi hii ambao umewapatia watumishi hawa kufuka katika daraja hili la kuishi pamoja na kufanya harusi ya baraka. Mtakatifu, tunakuinua na kukuabudu. Tunasema ni asante tunapoanza. Anza nasi Bwana, na tupate kumaliza vizuri kama tutavyoanza Bwana, na tukamalize vyema. Wape maisha vijana hawa ambayo Mungu anaanza maisha yao. Wanapoweka muhuri wa Kristo katika maisha yao, Bwana ukawameshe na kuwanawirisha wakawe na neema katika jina la Yesu. Na kila atakayekunywa, atakayekula akabarikiwe kwa jina la Yesu. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Yes, asante sana studio. Basi kwa kuwa tumekwisha kufunguliwa, basi shughuli hii nitaomba tena kwa heshima na taadhima, utakwenda kumleta bwana harusi ili aweze kwenda kufanya utambulisho mfupi tu kwa ajili ya ndugu zake waliofika katika ukumbi huu leo. Asalamu alaykum. Napenda kumshukuru Mungu kwa siku hii ya leo, maana imekuwa ni siku ya furaha sana kwangu. Kwanza kabisa napenda kumtambulisha mke wangu kipenzi. Wow. Asante. Pili napenda kumtambulisha mamangu mzazi. Pia napenda kuwatambulisha wazazi wangu wa kiroho, Prophet Mdachi na mke wake. Pia napenda kuwatambulisha wazamini wangu. Napenda pia kumtambulisha mjomba wangu. Pia napenda kumtambulisha mdogo wangu. Pia napenda kuwatambulisha
kuwatambulisha waumini wenzangu wa Omega Fire. Napenda pia kuwatambulisha majirani zangu wote. Pia natambua uwepo wa wafanyakazi wenzangu popote pale walipo, wapunge mkono. Asante sana. Wow, amemaliza jamani. Makofi na vigelegele kwa ajili yake. Wakati basi studio tutakuwa ndani kibao kingine kizuri kabisa kwa ajili ya malkia wetu wa siku ya leo, ili aweze kwenda kufanya tambulisho na yeye kwa ndugu zake. Taratibu kabisa malkia, twende na mbele. Welcome to the Music Surgery. Ni kweli wengi wao wamekosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Asalamu alaykum. Napenda kumtambulisha mume wangu mpenzi. Wow. Azizi kali ya ini. Yes. Napenda kuwatambulisha wazazi wangu, baba na mama yangu. Napenda kuwatambulisha wazazi wangu wa kiroho na Bildachi na mke wake. Napenda kuwatambulisha wadhamini wangu. Yes. Napenda kuwatambulisha dada zangu na wadogo zangu. Yes. Napenda kutambua uwepo wa umoja wa wachungaji Usariva. Mtumishi wa Mungu kutoka Usariva. Yes. Napenda kuwatambulisha washirika wenzangu wa Omega Fire. Yes. Napenda kuwatambulisha majirani zangu. Pia napenda kutambua uwepo wa wafanyakazi wenzangu wa idara mbalimbali. Yes. Asanteni. Piano iyo A na biti la LG banali na noga. Piano iyo E, piano iyo A na biti la LG banali na noga. Ebu kwa ete muni mwite yule ate akati asule do aseseme do amkono kwando shu aliti macho ni aliti macho sebe macho aliti macho ni aliti macho sisa lazima iwe sasa tunataka tena noma limekuna kwenye mtima sitaki nishauriwe kwenda nyumbani
Asante studio, tuende kwenye meza za maharusi ili tuweze kwenda kuwapa champagne. Twende. Isipashe nifanye mambo. Mnaile. Tunaelekeza kutosha kabisa kwa ajili ya champagne. Isipashe huwa na ukubali sana wakiwa kwenye kazi huwa hawana mambo mengi ya burudani. Na maelekezo kama vile tunavyoona. Asante studio, basi nishikie mashine kidogo. Wakati huo bwana na bibi harusi takuwa mmepiga hatua mbele moja, hatua moja tu. Yes, asante. Mtageukia na mwaya. Bwana na bibi harusi. Leo ni siku yenu, mwaya haijirudi tena. Hivyo basi watu wote tutakuwa tumefunga macho katika ukumbi huu wakati mnapokwenda kunyeshana. Sisi wengine hatuwaoni, tutafunga macho taratibu kabisa. Tutanyanyua glasi zetu juu namna ile. Safi kabisa, basi tutanyeshana kwa staili yenyewe. Nataka wenye wajinyonge. Asante sana studio, basi naomba mtarudi tena nyuma kidogo, hatua moja tena nyuma. Wakati huo basi wale makonki wa ndoa mkiwa mnasogea mbele tena kidogo, hatua moja tena. Makonki wa ndoa wamefuzu jamani, si ndio? Si mnaona? Baada ya hapo basi nanyi mtakumbushia ile miaka 47 iliyopita ilikuwaje mwaya. Sisi hatukuwepo, lakini leo mtatuambia ilikuwaje. Ilikuwa namna ile. Yes. Wow. Kofi mengi na vigelegele. Nimesema kabisa ni makonki wa ndoa. Simeona? Simeona jamani? Basi mama bwana na mama bibi harusi. Nyanyuka na kasi yako mwaya. Studio nishikie mashine kidogo, naona sauti yangu imekuwa chini sana. Mama wa Andrea, kama umeshapata champagne yako, nyanyua glasi mama uje nayo.
tuweze kwenda kuwapongeza maharusi kwa siku ya leo. Vivyo hivyo basi na mama wa bibi harusi, kama umekwisha kupata champagne yako, nitakualika mama ili tuweze kwenda kuwapongeza maharusi kwa siku ya leo. Studio walete. Twende. Wazazi tuende na mbele. Que tout ce qui respire loue le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Comment? Éternel conduit son peuple haut. Twende wazazi na mbele kwenda kuwapongeza maharusi. Wazazi wa bibi harusi twende. Wazazi wa bibi harusi. Israël a mangé des fruits et des choses. Il a cessé. Kamata kinywaji chako mezani, twende tukawapongeze maharusi. Ma vie est pareille à la qui est bien suspectée. Si je suis so petit. God, I thank you, because everything belongs to you. I bless you, Papa, for everything I get now you. Cheers, kuwatakia maisha marefu. Maisha marefu, maisha marefu. Niwaalike meza ya watumishi. Meza ya watumishi tunawapongeza vijana wetu. Meza ya watumishi. Meza ya watumishi twende. Tunawapongeza vijana wetu. Kama ungeniacha nisingeweza, ungeniangamia kwa neema yako nimeweza, maana umenisimamia. Mwaya uletuandalia keki pale mezani, najua kuna vifaa umeandaa. Kamata kile kifaa, patia bwana na bibi harusi. Kwa mbali naona ni kisu Mwaya. Bibi harusi umekishika kwa nguvu sana. Hicho kisu ni cha kwa ajili ya kukatia tu keki. Sio Mr. Andrea amechelewa kutoka kazini basi unaweka kwenye pochi. Leo atanichambua. Ni kwa ajili ya kukata keki Mwaya. Moja kwa moja basi nitakwenda kukinyanyua juu kile kisu. Juu kabisa. Tutakwenda kufanya ishara ya msalaba tunapokwenda kukata keki hizo. Makofi na vigelegele wanapokata zile keki. Baada ya hapo basi Mwaya utaniandalia keki nzuri kabisa itakayo kwenda kwa wazazi wa bwana harusi. Tampatia bibi harusi ile keki. Bibi harusi taratibu kabisa utakwenda kukamata hiyo keki Mwaya. Utakwenda kwenye meza ya wakwe walokuzalia mume Mwaya. Mume wenyewe basi. Kwanza una bahati Mwaya, sijakwambia. Wanaume wafupi wanene ni wazuri na wanajua kubembeleza. Taratibu twende kwenye meza ya waliokupatia mume Mwaya. Mpaka yangu umeitanulia mbali, imeskaa sio limit kwa ikibali, hata tazwana shangilia kwa ndani. Asante. Mama anakwenda kupokea keki kutoka kwa mwali wake. Baada ya hapo basi utampatia bwana harusi keki nyingine nzuri kabisa kwa ajili ya kwenda pale Singida kwenda kuwashukuru wazazi wa bibi harusi. Menipatia binti mzuri mweupe. Wadogo bwana. Tena siku kabisa. Wakunipatia keki. Everything you put your hand go up. You go open doors. You said go be a boss. Amen. Everything you put your hand go up. Namwambia mama asante. Nipatie keki.
Nami nitamtunza. Hayo ni maneno ya Andrea. Amalizi maneno. Safi kabisa. Taratibu kabisa, atakwenda kuchukua keki nyingine. Keki nyingine kwa ajili ya wachungaji. Kwa ajili ya meza ya watumishi wa Mungu namna ile. Taratibu kabisa watumishi wa Mungu, basi vijana wenu wanakuja kwenu namna ile. Oh. Yes. Baba na mama mchungaji pale pamoja na wachungaji wenzake wanakwenda kupokea keki nzuri kabisa. Asante sana. Baada ya hapo basi nitakwenda kuchukua keki nyingine. Nitaomba wadada wa pande zote mbili nitakuja kupokea keki kutoka kwa wifi na kwa kaka yenu. Wadada pande zote mbili. Wadada wa bwana harusi na pande wa bibi harusi nitakwenda kupokea keki ile nzuri kabisa. Twende. Aya. Baby dance, baby shake, hallelujah, Hosanna, girl, you I want to. Banana sweet in my heart. When you dance, you better walk. You may love this forever. Want to see you my cosa. Hey, your body, my dadas. Where your papa do? Where your sister do? Where your brother do? Come to music. Come in the video. Baby dance, I see you do my Asante sana siku basi. Hao ni kina dada wanambwembwe. Asante sana. Baada ya hapo basi utakwenda kuchukua keki nyingine kwa ajili ya Upendo Group. Upendo Group utakwenda kuchukua keki. Upendo Group popote pale mlipo. Bwana na bibi harusi wameona si vyema basi wakaacha kuandalia keki. Upendo Group popote pale mlipo. Kama mpo mbali basi mimi nitaichukua hiyo keki na mkija kuichukua kwangu mtachukua kwa hela. Pale mnatoa bure lakini mkichelewa tu mnakuchukua. Hawa ni Upendo Group. Mwakilishi wa Upendo Group kama wengine wako sehemu fulani basi naomba ukachukue ile keki. Mwakilishi wa Upendo Group. Hawapo studio. Naomba ni waalike watu wengine. Friends Group. Friend. Marafiki Group popote pale mlipo naomba mkachukue keki yenu. Bwana na bibi harusi wameona si vyema wakawaacha. Marafiki najua mpo. Si ndio? Studio upeleke. Upendo Group. Kieno mwetu na kwa MC. I'm my friend. Marafiki hao. Oya. Aya. I want to flex my love. I want to press it. And I want to carry my love away to a place she loves. Yes, pokea keki asante studio. And I want to carry my love away to a place she loves. Yes, asante. Asante studio. Upendo Group bado hajafika. Upendo Group hawajafika, keki yao watakuja kuichukua kwa MC. Naomba ikae pale pale mezani. Hiyo keki moja ni kwa ajili ibaki pale pale mezani tu. Hiyo keki inakwenda kwa wadhamini wa ndoa. Wadhamini wa ndoa basi naambie bwana harusi alisema lazima niwapatie keki nzuri kabisa. Nitakuja kuipokea studio wapeleke. Baada ya hapo basi nitawaita kamati. Ili tupate picha nzuri kabisa basi tunaomba tupate picha nzuri. Twende. Ile keki moja imepata mtu. Mimi nilisema leo nina bahati ningeenda nayo nyumbani ningeishughulikia. Basi wamesema ni family group.
si upendo, ni family. Nimefanyiwa marekebisho kidogo, ni family group. Walete studio, walete family group. Wakati wa kamati tuliandaa, wakati wa kamati tuliandaa, tusiende mbali mwaya, tuanzie hapo hapo. Wana family namna ile. Nataka tuangalie kamera na tupate picha vizuri kabisa. Sana wana family. Asante studio. Baada ya hapo utaniletea kamati. Niletee kamati studio. Kamati kwa umoja wenu. Wana harusi wana walete wana kamati namna hii. Studio. Wanakamati wanakuja kuchukua keki wakiwa unajua kamati wana moto hawa. Walete kamati. Wana moto katika kukimbizana hapa. Asante sana. Kwa hiyo lakini pia tuna kamati ya usafiri. Kwa sababu ilikuwa lazima kuna watu watoke saloni, kuna watu watoke nyumbani waje kanisani. Kamati ya usafiri, tafadhali sana mlipo pale mikono juu. Lakini pia kuna kamati ya burudani ambao pia walijipanga kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri hapa, muziki, MC na kadhalika. Tafadhali mikono juu. Kwa mafanikio haya ni kwa kamati nzima. Naomba tunyooshe hizo keki zetu juu na mikono juu tukishangilia haya mafanikio. Asante sana MC. Asante sana basi, hiyo ndo kamati iliyofanya tukawa mahali hapa na wanakodishwa mahali popote pale. Ukiona sherehe wewe wakodishe. Asante sana studio. Aliyetuandalia basi keki ile, basi utafanya maelekezo pale. Tutakwenda kumpatia tena Mr. and Mrs. Andrea kile kisu kwa ajili ya kufanya maelekezo fulani. Yes. Patie bwana na bibi harusi, tasogea karibu kabisa ilipo ile meza. Tutakwenda kufanya ishara ya msalaba kwa ajili ya kukata ile keki. Yes. Asante sana. Basi ulituandalia watu, tupatia vipande vichache kwa ajili ya kwenda kuwashukuru baadhi ya watu. Tuandalie vipande vichache kwa ajili ya kwenda kuwashukuru watu wachache tu.
Chache tu. Twende studio. Ya asante. Basi wadhamini wa ndoa mtasogea mbele kidogo mkapokea ile sahani ya keki. Wakati bwana na bibi harusi watachukua kipande kizuri kabisa kwa ajili ya kulishana. Ya, cameraman, vipande vizuri kabisa kwa ajili ya kupata ukumbusho kwa siku hii ya leo. Ya, studio taratibu na maya. Asante studio. Zazi wa bwana harusi ni walike karibu katika keki yetu ya dafu. Twende taratibu. Patia mama sahani. Atana ndio mshakufika mezani. I love you, ma. Maneno yako na sana zako zinazunguka kichwani mwangu. Mama amekuja na mshenga jamani. Hadi kule Dodoma kuna washenga. So Arusha tu. Mwenye mzito na mabusia wako. Baada ya hapo basi nitamwalika mzazi wa bibi harusi. Karibu mama, upata kipande cha keki kutoka kwa mkwe. Karibu studio walete taratibu. Ndo sikolani, mama barikali. Ukanilinda kama mwania. Hata kama nikisema labda nikushukuru. Pesa na mamongi bado. Hata nitenge nyumba nithirie kuru. Ufike upendo wako bado. Hata kama nikisema labda nikushukuru. Pesa na mamongi bado. Hata nitenge nyumba nithirie kuru. Ufike upendo wako tayari udhalilike. Wow. Safi kabisa. Mama bwana anamwambia umpikie baba azidi kuwa ibonge na mwenye. Safi kabisa. Yuko na baba pale taratibu kabisa anapenda. Asante sana. Baada ya hapo basi tumwalike mjomba wa bwana harusi. Mjomba wa bwana harusi. Twende mjomba na mwenye. Basi anayewakilisha majirani, jirani mwema jamani. Twende jirani na mnaenda. Anasema rumba kulina. Nafanya makusudi kushimiza chuki zao. Tena wanafiki bado nakundana. Studio kuna marafiki wa bwana harusi sijawaona hapa. Ipo sawa. Kama mpo basi mkapata kipande cha keki ili kesho kutwa basi msie mkamdunia. Akiwaomba basi mumshikie zangu mnasema kwani nilikula keki. Fanya kazi. Yes, asante. Twende studio peleke. Yes. Wow. Basi mimi nimemaliza upande wa keki. Kama kuna ambaye nimemsahau ataniwia radhi. Hao ni wazazi moya.
Wakati wazazi wa bibi harusi jiandae. Wazazi wa bibi harusi jiandae. Wakati wazazi wa bwana harusi wanatoa zawadi. Kama una kasule lazima ukule. Ujivunie. Ubangaize. Baada ya sasa lazima utakide. Kwa wabariki. Hao ni wazazi wa bwana harusi. Hao ni wazazi wa bwana harusi. Wazazi wa bibi harusi. Wazazi wa bibi harusi wakati tunapokwenda kuwapongeza maharusi kwa siku ya leo. Wazazi wa bibi harusi kwenda kumpongeza binti yenu. Najua mlikuwa mna send off ile majuzi, lakini leo basi mnakwenda kutoa kidogo mlichotuletea. Asante. Twende studio. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tunatosha. Twende wazazi wa bibi harusi. Najua walikuwa na send off juzi. Nilikuwa naita binti yenu. Twende wazazi na mbele. Watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Twende mama na mbele. Kuna wakulipinga, ingawe ni Mungu yote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda. Jehova, Hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Unaweza. Asante sana. Hao ni wazazi wa bibi harusi. Najua mlikuwa mna send off juzi pale na leo mmepita tu kumpungia binti yenu na kile kidogo mlichomletea. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki. Baada ya hapo basi niwalete watumishi wa Mungu waende nao wakawapongeze vijana wao kwa siku hii ya leo. Baada ya hapo ni kaka na dada. Watumishi wa Mungu tupite pale kwa ajili ya kuwapongeza maharusi wetu, kuwatakia neno la baraka sio mbaya. Twende wapeleke watumishi wa Mungu. Mungu akiwa pande wetu, nani aliye juu yetu? Mungu akiwa pande wetu, nani aliye juu yetu? Mungu akiwa pande wetu, nani aliye juu yetu? Mungu akiwa pande wetu, twende watumishi wa Mungu na nani aliye juu yetu? Mungu akiwa pande wetu, nani aliye juu yetu? Mungu akiwa pande wetu, nani aliye juu yetu? Asante sana watumishi wa Mungu. Yes, studio. Nani aliye? Ya, baada ya hapo basi utaniletea Omega. Kanisa la Omega wamesema na wanakwenda kuwapongeza maharusi kwa siku ya leo. Kwa umoja wao studio wapeleke. Kwa umoja wao wapeleke namna ile. Baada ya hapo kaka na dada nilikwisha kuambia kwamba tutapeleka zawadi pande zote mbili. Kaka na dada. Kazi tufanye Ani Omega kanisa la Omega. usipoifanya kazi, lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza.
mpaka leo majibu sipati, yani mpaka leo nabaki katikati. Rafiki wa ile maisha mafupi ni sipo, yani nini tesekero, jiunge na miupozeko. Asante studio Mamdogo amesema na maneno machache ya kuzungumza. Habari za jioni mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Shalom. Assalamu alaikum. Nilisimama hapa nina furaha ya kuozesha mwanangu, binti yangu kipenzi na mtoto wangu wa kiume. Yaani mimi nimeona hivi, zawadi zote zinaweza zikapotea, lakini nilikuwa naomba mtakapokuwa tayari muda wote, hata kama ni kesho, mje kuchukua mifuko 5 ya simenti. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Nimeshawalipia mifuko 5 ya simenti. Kuanzia kesho nimshike kuileta leo, waje wachukue nyumbani. Asante sana Mamdogo. Basi Mungu wa mbinguni azidi kubariki. Baadaye hapo basi nimlete mdogo wa bibi harusi Ruti. Mdogo wake na bibi harusi na marafiki zako Mwaya Ruti, ni wakati wako sasa. Studio mlete Ruti pamoja na wanafunzi wako. Ruti pamoja na marafiki zako. Popote pale ulipo. I want to flex my love, I want to dress up, and I want to carry my love. Noma limemkuna kwenye mtima, sitaki nishauriwe kwenda nyumbani mapema. Kila siku sijaona siku yangu, nipe tuongee. Unafaa masiara, unanyona mikenge, unanyona mipifara. Siendi wanangu siendi, sasa yangu torea Asante sana studio. Huyo alikuwa ni Ruti. Huyo ni Ruti pamoja na marafiki zake. Basi baada ya hapo anakuja Nei pamoja na marafiki zake. Studio walete. Huyo ni Nei pamoja na marafiki zake mwana. Safi kabisa. Wakati huo basi ni mwanike mdhamini. Mdhamini naye ameniambia na mimi Mwaya na jambo langu la maharusi. Mdhamini kama mkambo tuambe, Yesu amenipa kutembea tuambe, kama mkambo tuambe, sadaka gani mimi nitoe, una favor cheko gani mimi nicheke, moyo uko wapi, ameweka utasiri wa diafani, hosi ukopi, sitatende, ameweka utasiri
Na wale wote waliosindikiza kamili. Mimi napenda kukabidhi. Hizi na mbele. Asante sana studio. Yes. Hiyo ni familia kutoka pale Kinesi. Hiyo ni familia. Tuna masai na mbele. Asante sana, hiyo ni familia kutoka pale Kinesi. Upendo grupu kama hapo tayari. Oh, hiyo ni familia ndo Upendo. Nilikosea pale mwanzoni na sitaki nikosee tena. Baada ya hapo basi wanasema ni Miriam pamoja na marafiki zake. Miriam pamoja na marafiki zako, uwanja ni wako. Studio mlete Miriam. Generation, call for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I am. Yes, huyo ni Miriam. Baada ya Miriam basi wanakuja family group. Baada ya Miriam wanakuja family group. Studio. Huyo ni Miriam pamoja na marafiki zake. Wanakwenda kumaliza namna hiyo wakati huo family group wakiwa wanajipanga. Family group. Family group namna hiyo. Wakati watu wa buffet kaza tayari tunakuja. Haleluya. Twende family group namna hiyo. Basi wafanyakazi kutoka Fidesi nao wamesema hatupo mbali kabisa na bwana na bibi harusi. Wapeleke namna ile. Fidesi. Msaada wangu kwako
basi tunza mama. Asante sana. Mmoja wa wachungaji waliniambia watakwenda kumtunza mama bibi harusi. Na wana maneno mazuri ya kuzungumza. Karibu baba. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni umoja wa wachungaji wa Kipentekoste Usarifa. Na kabla sijaendelea sana, naomba baba mchungaji aje. Wako wawili hapa. Amen. Karibu baba mchungaji. Hallelujah. 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 Na umoja wa wachungaji Usarifa unaitwa Waki. Mama wa bibi harusi Mchungaji Modesta ni mwanachama wetu kwenye kikundi hicho, pamoja na baba hapa. Huwa tunashirikiana kwenye mambo mengi, kwenye maeneo ya ujenzi au machangizo mbalimbali, na kwenye matukio kama haya. Na tushiriki tu kwa maombi, tunashiriki kwa fedha. Kwa tuko hapa tumekuja kuwakilisha. Tuna katibu wetu pale mchungaji Mboya, unaweza ukapunga. Pia tuna mweka hazina wetu hapa mchungaji Msafiri, naweza akapunga. Na tuna mwanachama pale mchungaji Kelvin, yeye yuko hapa jirani kabisa hapa, tukanisa iliyoko hapa yuko hapo. Kwa hiyo kwa wale wa mtau, kama unanyongwa na majini na nini, hauna sababu ya kwenda mbali, ukiingia hapo tu. Ningetamani aseme namba zake. Unajua kuna watu wanasomaga namba za vibao vya waganga usiku mpaka wanaanguka, wanakuwa wanachukua namba kwa mganga. Kwa hiyo tunatamani namba za watumishi ziwepo. Jamani sema amina. Amen. Kwa hiyo tumekuja na kitu kidogo cha kuwapongeza. Hapa tuna shilingi 200,000. Kwa hiyo tunawapa wakanywe supu, wakale nyama. Shilingi 200,000 hiyo. Amen. Kwamba mimi mzawa wa kifalme, alinijua tangu mawazoni mwake, alishanichagua niwe wa upande wake. Asante sana mama, usiondoke. Mama naomba utabaki hapo hapo kwa dakika 2. Unakwenda kutunzwa na mdogo wako. Wale wote waliomsindikiza basi na mdogo, tunaenda kumtunza mama mara moja. Twende studio peleke, anasema yuko mwenyewe. Peleke na mama anapokwenda kumtunza mama. Anakwenda kumtunza mama yake. Sasa mama usiondoke hapo basi, ili nimalize ile zoezi. Naomba bibi harusi na ile zawadi yake ya kutunza, ili nisimtoe mama nirudishe tena. Naomba utaandaa ile zawadi ya wazazi ili nisiwatoe niwarudishe tena. Zawadi ya bibi harusi. Watu wa Busenka tayari tunakuja kwenu. Baada ya kumaliza kutunza basi na mdati naye ana watu wake atakuja kutunza. Ili nisimrudishe tena mama, naomba mama utabaki hapo hapo. Bibi harusi ana zawadi kwa ajili ya wazazi pande zote mbili. Nani kama mama, mama, mama. Yes,
Asante. Ninakushukuru mama sababu ya mengi. Hata hivi nilivyo mama ni kwa malezi yako. Ninakushukuru tena mama sababu ya vingi. Uvumilivu miezi 9 tumboni ukanibali. So kama eti nimetenda mema. Asante sana. Nina baba yangu asiyesimama. Nina baba yangu asiyesimama kamwe. Yesu ni baba yangu. Watu wanaotunza mama basi wakati ndio huo. Asante sana. Baada ya hapo tawalika wazazi wa bwana harusi. Wazazi wa bwana harusi nao nitawalika. Nina baba yangu asiyesimama kamwe. Nina baba yangu asiyesimama kamwe. Yesu ni baba yangu asiyesimama. Asante, naomba wazazi wa bibi harusi mtampisha mzazi wa bwana harusi ili aweze kwenda kutunzwa na yeye. Asanteni sana wazazi wangu. Studio watoe twende mama. Wazazi wa bwana harusi mtampisha. I'm so tired. You want to rescue when I need a hand. You want me rescue when I need your hand. Dance for you. Let me sing your glory. And let me say, oh, if it wasn't for your love and mercy, mercy, your mercy, mercy, oh, mercy, mercy, your mercy. Yes, asante sana. Asante. Chukua zawadi zenu, ni washukuru, asanteni. Baada ya hapo sina zawadi nyingine za kutunza, nitakuomba bibi na bwana harusi mtabaki hapo. Mama Mdati pamoja na wale wote waliomsindikiza basi wana zawadi yenu. Vile viti viondolewe, sina zawadi nyingine ya kutunza. Sijapata kikundi kingine ambacho kinakwenda kutunza. Taomba kwa viti viondolewe, Mama Mdati pamoja na wale wote waliokusindikiza moya, takwenda kumpongeza bibi harusi kwa ile zawadi. Twende studio. Huyo Mama Mdati. Huyo ni Mama Mdati na wale wote waliokusindikiza kwa siku ya leo. Yeah. Asante Mama Mdati, na amesema na maneno mazuri ya kuzungumza kwa ajili ya bwana na bibi harusi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya tena. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwenye marafiki zetu kwa kufikia siku ya leo katika harusi yao. Ninawapongeza sana, hongereni sana. Sisi na Andrea ni marafiki miaka mingi, lakini leo ameongezeka, amerisiana. Haleluya. Amen. Vigelegele tafadhali. Wana kamati ni watu wa mashughuli kabisa.
Asante sana studio, watacheza sana. Nina kazi nao leo hapa. Mwenyekiti anasema anataka maharusi wakakae Dubai. Wiki mbili Dubai honeymoon. Twende. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyosema pale awali, tunawashukuru sana kwa kuja. Maana hii kamati iliweza kukaa zaidi ya miezi mitatu. Ikitafakari tutapata watu, inshallah Mungu ametujalia na mmekuja. Kwa hiyo sisi kama kamati tulifanya kitu fulani ambacho hata bwana harusi ni shuhuda na bi harusi, kuna mzigo uliingia kwenye simu zao. Kwa hiyo wanajua wao, sababu issue ya usalama wa fedha pia tunaliogopa hilo na tulitunza. Ila hapa tuna kumbukumbu moja kubwa sana. Bwana harusi na bi harusi. Hapa kuna kumbukumbu moja kubwa sana. Mkienda nyumbani mtaifungua na mtaona jinsi gani ambavyo kamati yote hii imeweka kumbukumbu ya maisha yenu yote. Na kushukuru sana MC. Studio unaniangusha studio. Watoe kwa watu. Asante sana. Basi hawa ni wanakamati wanakwenda kwenye majukumu yao. Basi kwa heshima na taazima nitamshusha mdhamini pale juu ili tuweze kwenda kwenye chakula chetu cha jioni. On the die, if you say you need some time to step back and clear your mind, yeah, everyone will be fine. All you need to know is all you gotta breathe, 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 breathe. Let it go and let it be, 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 be. I hope that you're listening. There's only one thing you know you gotta do. That's breathe, breathe, breathe. Now breathe in and breathe out. Now breathe